Ana mahlan wa sahlan, wapenzi watazamaji, leo hii tuna mkulima wetu na ambaye tutakuwa tunajiunga naye atueleze kwamba yeye ni mkulima wa kilimo cha aina gani na anaitwa nani, na tutakuwa tunaelezana zaidi. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey, wengi wanajua kama Jeff the farmer. Mimi kama mkulima basically agriculture, the sector of farming whereby we deal with livestock and crop production. So mimi most of the time na focus na crop production ambapo napanda mboga. Yeah, thank you so much. So amesema kwamba yeye ni mkulima wa crop production, yani mkulima wa tuseme vegetables, vitu kama mboga. So in a few we shall be joining him na tujue kwamba safari yake ya kilimo imefikia wapi na kwa sasa hivi yuko wapi. Shukran. Leo hii imetuga guu moja guu pili hadi nyumbani kwake Jeff, na atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na kilimo na atakuwa anatueleza safari yake ameanzia wapi na hadi amefikia wapi. Karibu sana. Asante. Ni safari yangu ya kufanya kilimo, kwanza nilipenda kilimo nilipokuwa mtoto mdogo, na hii imenisaidia sana kufanya nijielimisha zaidi kuhusu kilimo. Sababu ya mimi kwanza kilimo ilikuwa niweze kupata angalau pesa kidogo ya kujikimu mimi mwenyewe. Naam. Na tuseme kwamba ulianza ukiwa mdogo na ni ili kupata pesa za matumizi. Ulipoanza kulikuwa na mtu aliyekufadhili kuanza biashara, kuanza kilimo hiki, akakwambia kwamba maybe mimi nakupatia hela fulani uanze, ama ilikuwa vipi? Kwanza kwangu kwa ukulima nilijifunza kutoka kwa wazazi wangu. Wao ndo kuna muda nilikuwa naenda kwa shamba tunafanya nao kwa pamoja. Baba ananionyesha hii na hii na hii na naweza kujua, lakini nilipoangalia nikaona ninapopata hapa sio hainitoshelezi vizuri, elimu unayopata hapa hainitoshelezi vizuri. Kaamua sasa acha niende nikajifunzia zaidi niweze kujua mengi. Na sasa swali langu ni kwamba ulipoanza sasa wewe mwenyewe ulipoanza maybe kupata mbegu, mwanzo umetueleza kwamba ulikuwa unajua in English is that you had an int. So ulianza na sema miche au mbegu? Nilipoamua sasa mimi mwenyewe kwanza, nilienda nikaona mzazi wangu, nikaongea naye nikamwambia sasa nimejifunza kutoka kwako na nina elimu nyingine na nataka sasa angalau nianze mwenyewe, lakini sina mtaji wa kutosha. Nikamweleza, akanisaidia hela fulani, nikaweza kununua miche, nikaanza mimi mwenyewe. Naam. Alipokusaidia ukaanza miche, akakupatia hela fulani na ukaanza kilimo, maybe hapo katikati kumekuwa na changamoto umepitia, maybe kuhusiana na biashara au mazao pale shambani? Changamoto ya kwanza ambayo nilipoanza, unapopewa the seeds, unapoenda kununua seeds, kuna steps inafaa ufuate. Ya kwanza ambayo niliweza kukosea, nilipounda nursery beds, niliweka miche zangu hapo zikamea. Zilipofika something like 6 centimeters waliweza kuingiliwa na magonjwa ya kunyauka, na wengine walianza kuumwa na pests, waliweza kuvamia hiyo. That's the main disadvantage yenye mimi mwenyewe nilioka. Namshukuru. So kando na magonjwa, huenda ushamaliza maybe mazao yamekuwa shambani, biashara in terms of marketing huwa inakuaje? Basically marketing, nilipoangalia mimi yenye nataka kupanda, niligundua kwamba those people surrounding me au ndo wa my targeted buyers, na wakulima wenzangu wengi walikuwa wanapanda sukuma. So sukuma ilikuwa kila mahali, it was readily available, na nikaangalia pia mimi nikianza kupanda sukuma sitapata wateja wengi kwa sababu kila mtu akona. Nikaamua let me be unique, nikapanda spinach ambayo wengi wanaipenda kwa kumix na sukuma. Hivyo sasa wote wanaohitaji spinach wanakuja kwangu na naweza kuwauzia. Hiyo ndio ilinisaidia sana kupata market. Haya, tunashukuru. Alafu nimeona katika hili shamba lako kuna
kuna aina mingi sana ya miche au zile crops ambazo unajishughulisha nazo. Kama hapa kuna spinach. Sijui zingine zinaitwaje? Hii inaitwa managu. Managu pia hiyo niliamua cooperate kwa shamba yangu, ambayo tena naiuza pamoja na spinach. Unajua kuna customers hawapendi spinach bure, wanapenda angalau ukikuja na sukuma kiasi, managu kiasi, na naweka kwa pamoja na naweza nauza nipate hela. Tunashukuru sana kwa gumzo hili la mwana kilimo hapa ambaye ni Jeff, na tutakuwa tunasema zaidi kuhusiana na kilimo chake. Wacha tujipe muda kiasi, alafu tutakuwa tunarejea kwa mingi zaidi. Ni asante, shukrani tena kwa mara nyingine. Tumerejea kwa awamu yetu ya pili, na katika awamu yetu hii ya pili tutakuwa tunazungumzia ni jinsi gani au ni mchanga upi ambao huwa ni mzuri kwa upanzi, na ni mambo yapi kama vile we can talk about the acidity of the soil, na pia tuko na mambo kama vile the spacing wakati anapanda. Najua wewe kama mtazamaji wetu ungependa sana kujua ni jinsi gani ambavyo ni jinsi gani anapanda, anatumia mchanga upi na mambo mengine, so tutakuwa tunazungumza zaidi na kujua. So Jeff, yes. Nikiangalia katika shamba hili lako naona kwamba jinsi ambavyo umepanda, naona kwamba kuna nafasi ambayo ulikuwa unawacha. Hiyo nafasi katika ukulima inakubalika ama ni yako tu ulikuja nayo? This we call about spacing. Naam. Nini spinach inapokuwa matawi yanakuwa makubwa, so it require a given spacing, ambayo mimi nilitumia spacing yangu ilikuwa kutoka kwa mmea hadi kwa mwingine 15 centimeters to 20. Hiyo ndio ambayo nilitumia kupanda miche wangu walipokuwa wadogo. Na msa ulipowapanda wakiwa wadogo, ilikuwa ni wajibu au ilikuwa ni lazima utumie data ni 15 centimeters ama ni kulingana na wewe mwenye jinsi ulivyoona kwamba shamba lako linafaa liwe hivyo? The reason nilitumia 15 centimeters was to increase the productivity, kwa sababu correct spacing ina lead to high yield. Ukiwaweka pamoja watapata nafasi ya kubroad, ndio maana nikatumia 15 centimeters kutoka kwa mche hadi mwingine. Na jambo lingine ni kwamba huenda kuna misimu ambayo nyinyi kama wakulima mnaruhusiwa kwamba mwe mnapanda aina hizi za mboga. Kuna misimu ama unapanda tu wakati wote ule? Kuna msimu most of the time napanda msimu wa mvua, ambapo tutaelekea kiangazi kidogo. Mbona nipande msimu wa mvua? Msimu wa mvua tuko na water in abundance. Miche kwa wingi hazitanyauka kwa sababu kutakuwa na maji ya kutosha. Ndio kiangazi ingie, miche zitakuwa tayari zishakuwa kubwa na zinaweza jitegemea vizuri. Ni kuweka tu maji kwa kiasi, si kwa pamoja. Namna huenda kuna mkulima mwingine katika sehemu tofauti ya nchi, yeye hajazingatia kupanda misimu ya mvua, ama katika maeneo yao hakuna mvua ya kutosha. Kuna wakati ambao unaruhusiwa kama mkulima kuwa unanyunyizia mimea yako maji. Ni wakati upi mbashara au wakati mzuri ambao unaruhusiwa? Huenda ni jioni au asubuhi. Kwa wale wakulima ambao wanapanda kwanza naweza sema hivyo, upanzi wa mboga unalingana. Kama uko na uwezo wa kufanya irrigation, kuinstall an irrigation system, unaweza install yako na upande muda wako. Kinachohitajika hapa ni maji na mbolea. Ukiwa nazo unaweza pata maji yako through irrigation system, unaweza fanya hivyo. Lakini sasa kwa wakulima wadogo kama sisi, we must rely on seasons. Wakati wa mvua ndio tupande. Wale wakubwa ambao wanaweza pata install irrigation system like drip irrigation, ama wanaweza amua wapande muda wowote. Na huenda maybe kwa njia moja au nyingine katika ukulima huu kuna magonjwa ambayo huwa yanatokea katika mimea. Katika ukulima huu wa upanzi wa ni spinach, sio? Maybe kuna magonjwa, aina ya magonjwa, na wewe kama mkulima unajua aje ni ugonjwa fulani na huwa unaushughulikia kwa njia ipi? Ugonjwa ambao nilikuja gundua upo hapa kwa wingi ni bacterial blight, ambao mmea unanyauka tu bila tatizo lolote. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo niliface the previous season. Ndiposa nimalize, niliweza kuweka mchanga wangu pamoja, nikaufunika,
nikaufunika na karatasi ya nyeusi, ndiposa the heat hapo iweze kuwa hizo bakteria, nikafungua. Ndio maana kwa sasa hivi magonjwa hayapo, ila changamoto yangu kubwa kwa sasa ni pest. Moso wengi ambao they are attacking my spinach ni cutworm. They attack it from the bottom side. Ukiangalia anaweza amua aingia hapa na anakula mmea ambao unatokea the leaf. Nimepata 300 na hiyo tatizo, lakini natafuta the pest control one, the insecticide yenye nitaapply iweze kuwamaliza. Na pia kuna jambo ambalo nimeona tukiwa hapa ni kwamba kuna mimea mingine ambayo ina matawi makubwa kama haya na mengine ni madogo. Huenda maybe kuna utofauti ule ama ni nini ambacho kinachangia mengine kuwa na matawi makubwa na mengine madogo? Ukiwaangalia hivi there is some wakati nilifanya transplanting they were quality ones ambao walikuwa tayari washakuwa wakubwa, na wengine bado hawakuwa wamefika, walikuwa wamefika kiwango cha kupanda but they weren't that healthy, na ilibidi niwaweke pamoja na niweze kuwashughulikia ambao wako ready, nikawapanda vizuri, na wengine they needed special treatment. Pole pole with the time they will catch up. More so during the planting time I prepared my land well, na nikaunda shimo nilivyosema, nika apply the ammonium phosphate DAP during planting time. Walipomaliza 2 weeks nika apply CN. Kwa maana unaona wengine ni wakubwa, lakini with time they will catch up together. Shukran. Na maybe swali la mwisho ni kwamba the type of soil that you as a farmer unatumianga ni mchanga upi mzuri? Manake kuna michanga tofauti. Hasa ni mchanga upi ambao wewe kwamba ama wakulima wengi sana huwa wanakuwa advised to use? Ukiangalia spinach, this is a vegetable, and being a vegetable mostly we rely on the leaf. So as a farmer, mimi shamba yangu mostly ni loamy soil. Why choose loamy soil? First of all, aeration iko poa, fertility yake iko poa, na hadi ukiangalia maji ni I hold maji sana, tena I drain maji sana, water ina hold vizuri. Again mahali pangu nilipo the pH yake iko in a range from 8 to 10, which means the alkalinity iko vizuri, ambayo ina favor our spinach niliyopanda. Na shukran. Huyo amekuwa mkulima wetu Jeff, na ambaye akijihusisha na masuala ya kilimo cha spinach. Tunatumai kwamba tutazidi kuzungumza wewe na kujua mengi kuhusiana na masuala ya kilimo ya spinach. Ni asante sana kwa kuchukua muda wako kutusikiliza, na tutakuwa tunarudi tena kwa mengi zaidi, maana kilimo bado kinaendelea, kilimo ni kikubwa. Shukran. Ni asante tena msikilizaji wetu na mtazamaji kwa mara nyingine. Tumekuja kwa hawamu ya mwisho, na mkulima wetu Jeff atakuwa anatueleza kwamba ni changamoto zipi au challenges ambazo yeye kama mkulima amekuwa akizishuhudia hapa na pale tangia alipoanza safari hii ya ukulima na hadi sasa. Naam. Yeah, the main challenges I faced mwanzo niliposema mimea walikuwa wanatakiwa na cutworm. Nimesema mwanzo cutworm was the main disadvantages I faced, lakini kwa muda naenda kuwamaliza. The another challenges yenye nimeface sana ni wizi. Ukiangalia mahali shamba langu lipo kwa karibu na njia, wakati mwingine unaweza pata mtu amekuja ameingia shamba lako vile ideni yako, anatoa anaenda zake. Again, the challenges ingine yenye nimeface, ukiangalia kwa sasa kuna kiangazi, maji ndio imekuwa tatizo kubwa kwangu tena. Inabidi nimechota maji na pale shamba langu lipo na hadi penye maji iko almost 3 kilometers. That's the main
challenges I also face, though mimi mwenyewe na plan the way I can install my own irrigation system whereby naweza amua nianze kufanya drip irrigation ambapo kila mmea anaweza pata maji yake. Challenge nyingine ambayo nimeweza kupata kwa sana ni hao mmea wangu kuku wanakuja wanaingia wanadona na wanaenda nimejaribu kuwazuia hapa hivi ndiposa wasiingie ndani. Asante. Na mbele tu mwisho ni kwamba kuna yule mkulima ambaye kwa nyumbani anaweza kutazama na pia angependa sana kujua masuala kama haya, ni ujumbe kwamba ungependa kumwambia kwamba pia naye anapokuwa ama ile passion yake pia akule kuitimiza kuifikia. Mkulima mwingine ambaye anatamani kwanza ukulima wa mboga, kwanza naweza mwambia akuwe na sufficient knowledge ni kitu ya muhimu sana. Akishatafuta sufficient knowledge anaweza amua aanze. Mbona niseme ukuwe na sufficient knowledge? Ni ukweli sisi sote tunajifunza step by step, lakini mbona niseme ukuwe na sufficient knowledge ni hivi: ukiwa na knowledge about a certain crop production, ukianza hautaface changamoto mingi sana. Kwanza ukiangalia ni spinach yangu, ndio niamua kupanda spinach, nafaa nijue requirements. Cha kwanza, type of soil, mbolea inafaa ikue, nafaa nitafute miche, vitu kaa hizo. Na napokuwa na seeds nikitaka kuwapanda, will I just so direct to the field or nitapeleka kwa nursery? Ukiangalia hawa they need wapelekwa nursery ndio uweze kwa maintain kwa pamoja kwa haraka, kuja wapanda hapa ndio uweze kufaulu kwa farming. So mimi na encourage wakulima wenzangu, kujeni tuanze ukulima, tufanye kwa pamoja. Unaniambia tatizo, pia mimi nakwambia yangu, na tunajifunza kwa pamoja. Asante sana. Hii imekuwa ni simulizi halisi kwa nami Jared Sacco. Shukrani.